Uhali gani mtazamaji wa Shamsu TV, ukiwa unajiunga nasi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uweze kupata habari na info mbalimbali. Ni mimi gwiji la historia, si mwingine ni Mchonga Vinyago. Leo nakupeleka mpaka kwenye bahari ya India, Afrika, katika nchi ya Somalia. Leo nakupa mambo machache ambayo huenda ukawa unajua lakini huyajui kiundani yanayopatikana katika nchi ya Somalia. Somalia ndio taifa lenye pwani ndefu zaidi barani Afrika. Ikumbuke kwa ukonda wa pwani ya nchi ya Somalia una urefu wa kilomita 3333 kwenye bahari ya Hindia na Ghuba ya Aden, na ya pili duniani kuwa pwani ndefu. Ya pili, Somalia ni moja ya nchi 3 duniani zenye viwango vya juu vya uzazi duniani, yani wastani mwanamke wa Somalia anaweza kuzaa watoto zaidi ya 6 na kuendelea. Kwa hiyo ni ngumu kumkuta Msomali akiwa na watoto wawili. Somalia ni moja ya nchi chache zenye maambukizi ya ukimwi, yani ina maambukizi machache sana ya virusi vya ukimwi. Somalia ni moja ya nchi zenye asili na nasaba na uzao wenye kufanana, yani 85% ya watu wa Somali ni Wapolisa na Wapolkano ambao ndio wanaunda kabila la Wasomali. Yani tunaweza kusema iwe 85% ya Watanzania wawe Wasukuma au wawe Wachaga. Lugha rasmi ya nchi ya Somalia ni Kisomalia na Kiarabu. Kabla ya vita vya wenyewe kwa wenyewe mnamo mwaka 1991, Somalia ilikuwa ndio mahali penye utalii mkubwa kutokana na umaarufu na vivutio mbalimbali vinavyopatikana katika nchi ya Somalia. 99% ya Wasomali wengi ni Waislamu, hivyo vyakula wanavyokula nchini Somalia lazima vizingatie mafundisho ya halali, na ni kosa la kisheria Somalia kula chakula ambacho hakiendani na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Kwa mfano, ni marufuku Somalia kupeleka kitimoto na ni kosa kisheria. Bendera ya Somalia ndio bendera iliyosimama kwa muda mrefu toka mwaka 1964, yani ni nchi ya kwanza kutumia bendera yake wenyewe. Somalia ndio taifa la kwanza lililoundwa na muungano wa nchi mbili, yani kwa Afrika Somalia ndio ilikuwa nchi ya kwanza kuungana. Maana yake Somalia inaundwa na nchi mbili, Somaliland ya Uingereza iliyopata uhuru mwaka 1966, kumlazi mwaka 1960 Juni 26, huku Somalia Italia ilipata uhuru wake mwaka 1960 Julai 1. Hivyo Somalia ni nchi kongwe kwenye muungano. Somalia ndio nchi ya kwanza Afrika kuanzisha mfumo wa vyama vingi. Ilianzisha mfumo wa vyama vingi mwaka 1967. Ikumbukwe nchi nyingi za Afrika zilifuata mfumo huu baada ya kupata uhuru. Hapo una kitu unaweza ukapata. Mwaka 1962 Somalia wanaanzisha mfumo wa vyama vingi, na huku nchini kwetu Tanzania mwaka 1992 tunaanzisha mfumo wa vyama vingi. Somalia ndiyo taifa la kwanza Afrika kufanya makabidhiano ya urais wa amani kwa misingi ya kidemokrasia baada ya rais aliyekuwa madarakani kukubali kushindwa uchaguzi wake na kukabidhi madaraka kwa amani mwaka 1967 pale rais Abel Osmani Dari kukubali kushindwa na kuacha madaraka, yani chama tawala kilikubali bwana, sisi tumeshindwa. Somalia ndio nchi ambayo ndio chimbuko la lugha ya Kiswahili. Hii ina maana kwamba Somalia ndiyo asili ya lahaja ya Kingozi, lahaja inayozungumzwa sana Mogadishu mpaka kwenye mwambao wa Mombasa, ambao kwa mujibu wa wataalamu wa isimu wa lugha ya Kiswahili uthibitisha kuwa chimbuko la lahaja ya Kingozi ni kutoka Somalia. Lahaja ya Kingozi inatumiwa sana na baadhi ya watu wa Tanga. Kumbuka pia Somalia ni nchi ya 3 Afrika kuwa na wanawake wazuri na walembo, na ya 4 duniani kuwa na wanawake wazuri wenye walembo na wenye shepu za kuvutia kweli. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi gwiji la historia Mchonga Vinyago. Asanteni sana.